Mimi niko zangu Perfecto Juice hapa. Nimekaa na msubiri mshikaji wangu mmoja kutoka The Student pande za UDSM. Nimsubiri sana hapa tupige naye story mbili tatu kidogo. Tunaelewa vile ambavyo wanafanyaga akiwa vyuo Yeah man, so namsubiri hapa. Ni kwaje? Finally you are here. Na kwaje? Shege. Unyama. Hii hapa hapa. Naomba juice ya mshikaji wangu mwanangu hapa. Unakunywa juice gani? Una juice gani? Vipi ndugu yangu? Shwari. Hii hapa mic yako yeke karibu tusikilizane. Sawa sawa. Harakati zinaendaje? Mungu anasaidia. Mungu anasaidia kabisa. Kuna mwana anaweza kaa na kuangalia tu hapa ajue ni nani. Ila labda akakutana na kazi zako. Ila ajue ni nani exactly. Nimfanya ile introduction. Kuna ile introduction ya kuzaliwa, bwana nimezaliwa wapi. Sawa sawa. Kuna majina ya Unasema majina ya kwenye msalaba. Majina ya vitabuni tunaita. Majina ya kwenye cheti cha kuzaliwa. Bwana mimi naitwa Renson Shengoma. Actually ni mzaliwa wa Bukoba, kwa Kagera. Lakini pia shule nimesoma Kagera, nimesoma Dar. Nimesoma Mwanza pia. Kwa kubadilisha. Ila Kagera nimeishi sana kwa sababu kuna vitu vingi pia navifahamu kule. Kilugha cha kule nakifahamu, kwa hiyo nyumbani pia na cover vizuri. Chuo nimepiga UDSM. By then nimemaliza mwaka jana. Lakini bado harakati zangu nazifanya hapo UDSM kwa sababu platform yangu kubwa ni wanafunzi. Kwa hiyo sijaamua kuachana na wanafunzi. Actually nilikuwa nasoma mass communication. Nimesoma School of Journalism and Mass Communication SDMC pale. Kwa hiyo pale ndio ilikuwa sehemu yangu, lakini pia wakati nasoma nimepractice vya kutosha career yangu. Na ndio mpaka sasa hivi bado naendelea nayo. Kwanza pale na msiba ndugu yangu. Asante. Pole sana hivi ulipokeaje moment ya taarifa ya msiba? Najua ni kitu fulani hivi inashtua sana. Actually moment ya taarifa ya msiba nilipokea tofauti kidogo. Ila ninachoshukuru Mungu ni kwamba mzee wangu hajateseka sana kwa sababu alikuwa ni mtu sana wa kusali na kila siku alikuwa akiomba Mungu yani asiteseke sana, yani safari yake iwe fupi. Lakini pia nashukuru kwa kitu hicho kwamba ndio kitu ambacho kilitokea, lakini pia mimi nilikuwa karibu sana na mzee kipindi anaumwa mpaka umauti unakuja kumkuta. Kwa hiyo nime experience kile kitu ambacho alikuwa anapitia. Ni jambo tu la kumshukuru Mungu na kuendelea kumwombea kwa Mwenyezi Mungu kwamba ampumzishe kwa amani hivyo tu. Mungu aendelee kumpumzisha kwa amani. Umemaliza chuo, lakini let me take you back kwenye maisha ya chuo na vitu kama hizo. Wakati unaingia first year na maisha baada ya first year, second year, third year, utofauti uliona vipi? Ile kuwa njuka first year na kuwa mwaka wa tatu ushazoea chuo tayari, lifestyle kwa ujumla ya wanafunzi wa chuo. Kwa upande wangu mimi naomba nijisemee kwa upande wangu, lakini pia naweza kwa upande wangu pia nikawa na share na watu wengine ambao wame experience kitu kama cha kwangu. Katika upande wa mimi wakati na join chuo nilishajiwekea malengo tayari kwamba bwana mimi naenda kusoma hichi. Lakini pia katika kusoma hichi nitahangaika hivi, nitahangaika hivyo. Kwa hiyo sasa nilipoanza first year actually nilipoingia tu chuoni nikaanza kuhangaikia sasa yale malengo ambayo mimi nilishajiwekea mwanzoni. Kwa hiyo ile tu na report naanza tu ndo naanza hustling zangu mimi sasa za kujitafuta kutokana na kile kitu ambacho nilikuwa nishajiwekea. Kwa hiyo from first year mpaka nakuja kufika third year bado nipo nachezea mle ambapo mimi nilishapawekea malengo kwamba nikifika chuo hiki kitu bwana ndo nitakachodili nacho. Na namshukuru Mungu ni kwamba hicho kitu kimenipa matunda. Nimepata nafasi ya kukaa na watu mezani au kuitwa na mtu kama wewe kama hivi kupiga story moja mbili tatu, na naamini kwamba ni kitu kile ambacho mimi nikishakiwekea malengo tangia nakuja first year ndio kimenifanya mpaka leo mimi na wewe tunakutana hapa tunaweza kuzungumza. Kwa hiyo actually kwamba first year up to third year changamoto zipo ambazo nimezipitia kibao tu katika kujitafuta, lakini mafanikio pia yapo naweza nikasema mpaka sasa hivi. Kwa hiyo nachoamini ni kwamba kila ambacho nilikiwekea malengo ndo bado naendelea nacho mpaka sasa hivi, na malengo yangu yalikuwa ni kudini na wanafunzi. Baadaye hongera pia. Page yako inakimbiza ile mbaya. Nashukuru sana. The Student. At first wakati nakutana nayo nilikuwa najua kwa sababu ile profile ambayo iko pale ni ya mdada. Ni ya mdada. Kwa hiyo nikasema huyu nani tena huyu? The Student gani huyu tena? Watu huwa wananiuliza sana hilo swali kwamba kwa nini mdada? Amrija wapo. Wananiuliza swali sana kwamba kwa nini mdada? Unajua wadada ni watu fulani ambao wana attraction.
Ukishamtumia mdada kwenye hivi vitu, mtu anakuwa anapata ile attraction ya kufollow ile page. Lakini pia tofauti na hiyo, kuna kitu kinaitwa lakini pia kile unachokiproduce kwa audience kinatakiwa pia kiendane na matako ya nini ya audience yako. Kwa hiyo mdada pia amechangia kwenye ukuaji, lakini pia na mawazo. Mimi nafikiri mawazo ndio yamechangia zaidi, kwa sababu mawazo ndio yamefanya pia ule mdada atumike pale. Lakini yule mdada ni mtu ambaye namfahamu, ni mtu ambaye tulikuwa tunachati, ni South Africa au ni South Africa. Tulikuwa tunachati, sio Mtanzania. Tulikuwa tunachati before, mpaka sasa hivi huwa tunachati. Na nina ile ruhusa ya kutumia ile picha yake pale, sio kama nimejiwekea tu. Hiyo nayo pia ni issue. Idea ilianzia vipi ya kufungua page ya The Student ambayo uliona kuna gap au ilikuwaje? Niliona, of course niliona una gap, kwa sababu mimi kipindi nasoma niko advance, kuna page moja ilikuwa inaitwa University Gang. Ile page ilikuwa inabamba sana, inaposti taarifa za vyuo mbalimbali nchini. Yaani sikia vyuo vyote tuseme. Bahati nzuri mimi nimeweza kufuatilia issue za vyuo kipindi bado nipo O level. Kwa hiyo mimi bado nipo O level, nikawa naona kuna hizi page ambazo zinafanya sana masuala ya vyuoni. Ila kwa kipindi hicho ilikuwepo page moja ambayo ilikuwa inafanya vizuri sana na ilikuwa inafuatiliwa sana kipindi ambazo hazijaja hizi nyingine. Sasa hivi page za vyuo zimekuwa nyingi sana. Kwa hiyo idea ilitokea pale, umeona? Kwa hiyo mimi baada ya kuendelea nilikuwa nachati sana na ule mshikaji. Bahati mbaya ule mshikaji baada ya kumaliza chuo alikuwa anasoma UD pale. Baada ya kumaliza chuo alibadilisha ile page ikawa biashara, nakumbuka alibadilisha ikawa ya duka la iPhone. Kwa hiyo tulikuwa tunachati. Baadaye mimi nilipoona amepotea, kipindi hicho mimi naenda kumaliza form 6. Nikasema this is a chance kwamba mimi nitabadilisha kile ambacho alikuwa anakifanya, nitafanya modification kwenye kile ambacho alikuwa anakifanya, afu nitatembelea nje yake. Kwa hiyo inaenda kulipoti chuo, tayari idea ninayo. Lakini kama nawaza jina gani nitatumia. Jina mimi nakumbuka amenipa pacha wangu, mimi na pacha. Kwa mapacha? Pacha wangu ndo amenipa jina wa kiume. Ambaye pia alikuwa anasoma na yeye UDSM. Alikuwa ni yeye sana hadi na mambo ya siasa. Kwa hiyo lile jina, ile kipindi natoka Nkuruma pale Nkuruma wao kufanya usajili, ndio namwambia bwana una idea, kuna 1 2 3, naambia bwana Dina tumia hili hapa. Pale yani on the spot. Kwa hiyo ndio pale mimi nika create account pale Nkuruma Hall, nika create account ikiwa na followers moja. Ndio tukaanza Sio kwamba ile account tumebadilisha sio jina, no. Tume create pale ikiwa na followers moja, tumeanza hivyo. Na misingi ya page ya The Student. Sawa, ni wanafunzi wa vyuo na kutoka hizo. Ina rely kwenye engo gani nyingine tena mbali na hizo, au ni information za vyuoni peke yake? Misingi ya The Students ipo hivi. Actually kwamba msingi mkubwa wa The Students ni kudina wanafunzi, yani hatutaki toke nje ya karata ya wanafunzi. Na katika wanafunzi tunaangalia tutakupa information, tutakuangazia kwenye upande wa entertainment, tutakuangazia kwenye upande wa events, tutakuangazia kwenye upande wa lifestyle, tutakuangazia kwenye upande wa e-skill, tutakuangazia kwenye upande wa nini? Wa education. Umeona? Kwa hiyo hayo ndo mawanda ambao The Students yenyewe kama yenyewe tunadili nayo, na ndio maana umekuwa ukiona kuna events na kwa zinapita insomnia sui nini hizo events tumekuwa tukifanya hivyo nini, information tumekuwa tukitoa, habari mbalimbali za wanafunzi, education tumekuwa tukitoa, e-skill za chuo cha Dar es Salaam ambazo zilinipa trend sana, watu walikuwa wajui chuo kianzishwaje kile, umeona? Kwa vitu kama hivyo. Kwa hiyo hayo ndo mawanda ya The Students. Kurun page kama hiyo The Student ambayo of course sio tu kurun, kumiliki na kuendesha kila kitu. Lakini wewe uonekani, yani unajua sometimes mtu anamtafuta nani anaye run hii page. Ndio kama vile ambavyo umeweka ile profile, mtu mwingine anajua baya ni mdada fulani na vitu kama hizo. Imekusaidia au kuna namna imekunyima baadhi ya fursa? Katika kitu kimenisaidia mojawapo ni hicho. Kwa sababu ngoja nikwambie kuna kitu kimoja. Tunaishi maisha ya ushikaji. Tunaishi maisha ya undugu, kufahamiana, ukaribu. Siku zote mtu anavyojua kwamba fulani ndo anafanya kile kitu, huwa kuna disval fulani huwa inakuwepo. Lakini inapokuwa mtu anaona kitu kinaenda lakini hajui nani anakifanya, atakuwa na ile interest ya kufuatilia ambacho mtu anakifanya, lakini pia kuweza kuwa na kiu ya kujua siku moja nani anafanya kile kitu, kwa sababu anakuwa anaona kinaenda vizuri zaidi. Kwa hiyo ile issue ya kwamba mimi sijulikani, mimi watu hawanijui ni nani, imenifanya nipate exposure kubwa ya kile ambacho kitu nakifanya na ukuaji mkubwa wa kile ambacho nakifanya. Kwa hiyo ile kitu imenisaidia sana. Kwa sababu mimi naamini kwamba
kama mimi ningekuwa pale SDMC au ningekuwa pale UD, watu wakawa wanajua bwana The Students inaanzisha na huyu jamaa huyu hapa, utasikia kumbe huyu hamna shughuli hapo. Mimi nakumbuka kuna mshikaji wangu mmoja aliwahi kugundua kama mimi ndo naendesha ile page, akaanza kunipa maneno ya kunikatisha tamaa, like unapoteza muda, unakula MB zako zinaenda, upati faida, sio nini. Watu walishafanya hivyo waka give up wakaacha. Lakini mwisho wa siku mimi nikamwambia kila mtu ana malengo yake. Kila mtu anafanya kitu kwa sababu ya kufika sehemu fulani. Kwa hiyo mimi lengo langu nikiona alitimii, nitaacha. Ila nikiona inaelekea kwenye matamanio ambayo mimi nayataka, nitaendelea. Ambao lengo lako sasa hususan ni lipi? Lengo langu kubwa ni media. The Students iwe media sasa ambayo ina edikota yake, ambayo edikota yake itasaidia kuajiri vijana ambao wanasoma hivyo masuala ya media na kila kitu, umeona? Kwa sababu kumekuwa na media nyingi sana, lakini sasa bado vijana vipaji ni wengi, umeona? Na si wote ambao wanapata fursa ya kuonyesha kila ambacho wanacho. Kwa sasa sisi lengo letu tuanzishe media ambayo itawasaidia vijana kuonyesha kila ambacho walichonacho, sio kwenye upande wa media tu, lakini pia kwenye masuala mbalimbali yanahusu masuala mazima ya vyuo. Kule kuna watu wanachora, kuna watu wanaigiza, kuna watu wanaandika, kuna watu wanafanya vitu vingi sana. Kwa hiyo hii iwe platform yao sasa ya kuwa wao kuonekana. Una session ya off campus. One of the interesting session ambayo inafuatiliwa pia na vitu kama hizo. Nikumbusha moment ambayo ushawahi kwenda location ya kushot off campus. Alafu expectations zako zikaenda tofauti na kile ambacho ulikuwa umekitarajia. Either kutoka kwa yule ambaye umeenda kufanya naye kipindi, au people around the location labda, au timu ambayo unafanya nayo labda kuna vitu vilienda si sawa. Unajua katika kazi yote lazima changamoto ziwepo. Off campus inakutana, yani tunakumbana na changamoto nyingi sana. Moja ya changamoto ambayo inaumiza zaidi ni ile kwamba umempigia mtu simu ukamwambia bwana, leo tuna session yetu off campus, kwamba tunataka labda tukutembelee wewe kwenye eneo lako. Tukiwa tunashoot off campus huwa tusemagi tunakuja muda gani, ili mtu asijiandae sasa. Kwa hiyo huwa tunashtukiza. Kwa hiyo kuna watu wengine, kuna watu kama wawili hivi tuliwahi kuwapigia simu kwamba bwana, tuna session yetu 1 2 3 tunataka tushoot hapo kwako. Mwisho wa siku tumepanga safari. Si unajua gharama za production, nauli inabidi walipe, si mtu wa nini ulipe kitu vyote. Umelipa nauli, wamefika pale, mtu apokee simu. Alikuwa mtu wa kike. Wa kike. Tumekaa takriban saa nzima mtu apokee simu, ikabidi to give up tuondoke. Kwa hiyo yani hiyo ndio changamoto moja kubwa ambayo tuliwahi kukumbana nayo kwenye off campus. Jamaa yani ni kama tuliingia hasara hivi. Hivi unahisi kwa nini wanawake wanakuaga na hizo tabia? Mimi nafikiri wanawake ni watu ambao wanafanya maamuzi ya haraka bila kujifikiria. Mimi kwa experience yangu nafikiri ni watu ambao wanafanya maamuzi ya haraka bila kujifikiria, kwamba yani anaamua kitu bila kufikiria mara mbili, na anapokuwa ashafanya maamuzi ndo anakuja kukaa chini na kufikiria, anasema watu maybe singewakubalia, au kuna vitu watakuja wataoji, vitaenda sawa, au aliwahi kuangalia interview ambazo zimepita akaona kuna maswali tunauliza, tukimuuliza yeye atamletea shida. Kwa hiyo ndo maana wanakuwa wanafanya maamuzi ya vile sasa. Lakini sasa kufanya hivyo inabidi sasa tuambie kabla hata hatujaribu nauli na vitu kama hivyo. Mtaani kukoje? Mtaani pagumu. Mtaani pagumu. Mtaani yani pagumu sana. Mimi siwezi kuambia vijana kwamba mtaani ni rahisi hata siku moja. Kwa sababu ndio kama hivyo inabidi upambane, mwisho wa siku ufanyeje? Upate kitu, lakini pia inabidi katika kupambana uonyeshe, yani prove kwamba wewe una kitu ambacho kitakuweza kutofautisha na wengine na mwisho wa siku kupatia profit. Unaona? So far baada ya kumaliza chuo unafanya issue gani au una run hizo mambo zako? Mimi baada ya kumaliza chuo issue zangu ni zile zile. Bado nadili na events, bado nadili na the students. Kwa sababu naweza nikasema kwamba the students ndio wamepatia uwezo wa kupata kuandaa events na kuweza kuwa featured kwenye baadhi ya events. Kwa hiyo mimi nafikiri bado natembelea the students ile na sitegemea hata siku moja kuacha. Na kwa mtu ambaye labda anajiunga chuo mwaka wa kwanza sasa hivi, au anatarajia kujiunga chuo mwaka wa kwanza baadaye mwezi wa 11, kutokana na experience ambayo umeipata mara baada ya kumaliza chuo, mtaa umeuona, unahisi vitu gani ambavyo ulitamani kuvifanya mapema sana ukiwa chuo mwaka wa kwanza, ambavyo ungemadvise labda chale ambaye anakuja mwaka wa kwanza mwaka huu avifanye ili na yeye labda asije akapitia some issues?
Okay, mimi uzuri mimi kitu ninachokutana nacho huwa na share sana kwenye page yangu. Kuna page yangu ina column ya tweets. Kwenye tweets huwa najaribu kuandika vitu ambavyo mimi napitia maybe. Yaani watu hawawezi kujua kama mimi ndo nakuwa navipitia, lakini mostly vitu ninavyoviandika pale ndo ninavyokuwa nakumbana navyo. Kwa mfano naweza nikakupa mfano rahisi kabla ya kujibu swali. Juzi nimeandika kwamba vyuo vingi havina customer care nzuri. Unatuma email leo, unaweza ukamaliza chuo. Nikajitolea mfano mimi nikasema kuna chuo fulani nikitumia email mpaka nimekuja kumaliza chuo haijawahi kujibiwa hadi leo. Kwamba nikasema vyuo havina customer care nzuri. Kwa hiyo ni vitu ambavyo naviandika pale na naandika vitu vingi vya kuhusu maisha. Kwa hiyo kijana mimi ninachowashauri, nimekuwa nikiandika kila siku kwamba wakati upo chuo, ile field ambayo wewe unaisomea, think out of box ya hiyo field yako. Umeona Yaani usisubiri kwamba umalize kusoma eti ndio uanze kujitafuta. Ukimaliza kusoma tu kwenye hiyo field yako utaishia kutembea na bahasha posta. Umeona? Kama unasoma uandishi wa habari, anza sasa kupractice ile uandishi wa habari. Ibuni kitu chako ambacho wewe kitakupeleka mjini kabla ya kumaliza shule. Ambacho media au mmiliki wa media yote au mtu yoyote atakiona atasema huyu dogo anatufaa. Au kama unafanya kitu chochote kile, yani fanya out of box ili kuweza kuendana na nini? Na soko lenyewe linavyotaka. Kwa sababu hamna mtu ambaye atakuja atamwambia Modo wewe bwana unaweza kitu fulani bwana. Bila wewe mwenyewe kuonyesha haiwezekani. Na ulimwengu wa sasa hivi tumepewa uwanda mpana kuonyesha vile vitu ambavyo tulivyonavyo. Kwa hiyo uwanda tunao. Mimi nafikiri yani ni kuonyesha kile ambacho unakifanya. Kama una uwezo wa kuonyesha basi onyesha, usisubiri kwamba umalize. Basi wanasemaga mahusiano mengi ya vyuoni waga ni ya vyuo tu. Ile miaka mitatu, miaka miwili au miaka minne, mara baada ya hapo kila mtu anafanya maisha yake. Anafanya maisha yake. Usha experience hiyo kwamba mara baada ya kumaliza chuo mtu ambaye ulikuwa naye mostly inakuaga hivyo. Sasa mimi kwa upande wangu mimi sijaweza ku experience mahusiano chuoni kabisa. Okay. Nisema yani kabisa kwa sababu sijawahi kudate serious chuoni. Hata siku. Ukisema serious unamaanisha nini? Yaani kwamba kudate na mtu ambaye kwamba yani mmewekana malengo gani mnakuwa wote hivyo moments nyingi. Mimi sikuwa na hiyo. Umeona? Ilikuwaga ni vipi ya? Sikuwa na hiyo kwa sababu gani? Yaani kwa sababu mimi wanawake wengi wanaona ni mtu ambaye sijatulia. Okay. Leo ni huku. Mimi naweza kaa kesho chuo mimi nipo club. Unaona? Kesho test mimi nipo club nafanya event zangu. Unaona? Kwa hiyo wadada wangu wanakuwa na mimi kwamba huyu mtu hatumwezi sisi. Ni mtu wa clubbing, anajuana na watu kibao, wadada kibao wanamjua. So maana miaka yote mitatu ulikuwa zako single. Yaani miaka yangu mitatu yote nilikuja kuwa na mahusiano ambao nilikuwa na mtu ambaye alikuwa ambaye alikuwa nje. Umeona? Okay. Ndio dada yule. Ambaye alikuwa nje sasa. Ndio dada ambaye yupo kwenye profile pale. Sio huyo. Sio huyo. Huyo ni mtu mwingine kabisa. Sasa yule ndo kidogo tulidate kama mwaka mmoja hivi. Na in the after akaingia kwenye zile sababu. Kwa hiyo ikawa ikawa imekatishwa. So do you think mahusiano ya chuo ni harmful? Mahusiano ya chuo sio harmful kwa sababu mimi kuna washikaji zangu wengi wamedate pale chuo na mpaka sasa hivi bado wako wote. Na wonderful enough kwamba they are planning to be married each other. Umeona? Sawa bwana, unajua mahusiano ya chuo bwana, mimi nakumbuka wakati niko chuo. Mimi ni one of those guy ambaye nimekuwa na kama wewe pia kwa sababu nilikuwa nafanya hizo mambo nini media, sijui kuhost na vitu kama hizo. So kuna namna pia mahusiano yalikuwa ni harmful kwa sababu mpaka msichana aamini kuwa na wewe kwenye mahusiano. Inakuwa ngumu. Anaona vitu ambavyo unafanya, anaona kama hujatulia. So unapoongea hiyo na experience. Lakini haimaanishi kwamba hamna watu ambao una date na wakawa na mahusiano yao serious. Nice. So okay. Umesema watu lazima wafikirie outside the box kwa kile ambacho wanakifanya kwenye field ambayo wako nayo. Wajaribu kujiongeza, wakimaliza chuo wasitegemee kuzungusha bahasha. Okay, hiyo ni katika ushauri wa katika engo ya kujiajiri. Kitu kingine ambacho ungetamani labda kumshauri chali ambaye anaingia first year right now, bali na masuala ya kuajiriwa na kujiajiri, afanye kitu gani? Au ajiandae na kitu gani? Mentality yake ijiandae vipi? Okay. Kwa sababu ujue hata tukisema kama mbali na kujiajiri na kuajiriwa, tunaenda chuo ili tuweze kuajiriwa. Yaani kupata ile maarifa ambazo sisi atatufanya sasa tuweze kupata kazi ambazo kazi zitatupa maslahi ya kuweza kuishi maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo yani bado mimi sitaenda nje sana, ila kitu ambacho changamoto nyingi ambayo pia tunao vijana sasa hivi
kuna malalamiko mengi, hakuna ajira. Lakini mimi nimefanya research. Mimi kuna research zangu ambazo huwa nazifanya kabla ya kuandika, ni kwamba owners wa makampuni mengi wanalalamika ni kwamba vijana wa sasa hivi GPA kubwa, maarifa madogo. Kwamba juzi naweza ngakupa fact moja, siku ambayo mimi naenda msibani tulianzisha hiyo mada ya vijana kwamba wana ajira na kulaumu serikali na vitu kama hivyo. Lakini mle ndani tulikuwa na watu ambao wanamiliki kampuni, lakini wakawa wanatuambia kwamba vijana wa sasa hivi, yani unakuta anakuletea cheti GPA imesimama kweli kweli, lakini mpe kompyuta hapo mwambie afanye kitu fulani ambacho umemwelekeza, hamna kabisa. Kwa hiyo mimi ambacho nilikuwa nashauri wenzetu ambao wanakuja, ambao wanatarajia kuja kujiunga vyuoni, kwamba yani wasiweke mentality ya kwamba yani wasiweke mentality ya GPA kubwa, yani aweke muda mwingi kwenye GPA, no. Yani aangalie pia hivi vitu vidogo vidogo ambavyo vinaweza vikamsaidia kwenye maisha yake ya kila siku. Umeona? Kwa sababu masuala ya darasani hivi, sisi mitaala yetu ni theoretical, sio practical. Umeona? Kwa sasa ile practical inabidi uitengeneze wewe mwenyewe kwa akili zako wewe mwenyewe. Sasa hivi kuna AI, kuna vitu kibao. Anaweza kutumia hata AI akajiongeza, akaona, akaangalia vitu vinakuwa practice vipi yani. Umeona? Lakini sio kukalili theory, akatoka na GPA kubwa na matokeo yake ikawa yale kwamba GPA kubwa, experience. So do you think ni engo ambayo hata serikali inabidi ibadilishe yani reforms inabidi zifanyike kwenye mitaala. Nimekuwa nikisikia Adolf Mkenda kila siku anasemea hilo swala, lakini bado hatujaona vitendo vikifanyika. Ila naamini kwamba sio process ya siku moja au sio process ya mwezi mmoja au mwaka mmoja, ni kitu ambacho kinahitaji kuwa na gradual changes, yani taratibu. Umeona? Lakini katika hiyo taratibu basi reforms zingeanza sasa hivi ili kuweza kujiondoa kwenye hilo janga, kwa sababu sasa hivi ni janga ujue. For real. Kwa yani issue ndio hiyo, yani vijana wafunguke sasa. Kwenye vyuo vyote ambavyo una deal navyo, vyote. Of course una deal na vyuo vya juu, vyuo vya chini, vyuo vya kati, vyote, right? Chuo gani ambacho kina mwitikio mkubwa sana kwenye engo ya entertainment? Chuo ambacho kina mwitikio mkubwa sana kwenye engo ya entertainment. Yani ukiandaa events wapo. Ukifanya hichi wapo. Bwana, kwa hapa da. Tumaini, kuna IFM, kuna TIA, kuna CBE. CBE, TIA, IFM na Tumaini. Hao jamaa bwana wanajua sana. Why do you think? Mimi I think kwamba ujue kwa nini mimi wanasema, mimi wanaambia hadi watu ngambia nyinyi udizim hamna hela. Watu wa udizim hela hamna. Alafu pia masuala entertainment nyinyi hamjui. Ngambia kwa nini udizim anawasemea hivyo? Kwa sababu udizim ni chuo ambacho wanakuja wale watu ambao walikuwa ni mzuri tembo. Umeona ambao wametoka kwenye familia maskini, ambao wanaamini kwamba chuo ni udizim tu. Umeona? Ambao wanaamini kwamba mafanikio yao yatatokea udizim. Ambao wanaamini kwamba akifaulu vizuri anaitaka udizim. Lakini Tumaini ni chuo cha private. IFM ni chuo kimechangamka. Umeona? Ni chuo ambacho yani wanakuja watu wamechangamka, afu wanakuja washua sana masuala ya accounting sio na nini. Watu wanakuja pale wana malengo yao tayari. Kampuni ya baba yao sio kina nani. CBE pia ni chuo ambacho sio mzuri sana, yani wanaangalia uwezo wa kati hata kwenye admission zao. Umeona? Yani ukikosa udizim unaangukia CBE, IFM. Umeona? Umefeli sana huko serikalini, unaenda Tumaini pale kulipa ada ya kawaida kama mwanafunzi wa kawaida. TIA vile vile. TIA sio nani hawabani sana kwenye kwenye zile outings. Umeona? Kwa hiyo wale watu yani wanakuwa na ile spirit ya entertainment kwenye mioyo yao. Kwa ndo maana unakuta tunakuwa nao sana kwenye events, tunakuwa nao sana kwenye club. Lakini pia nani Kairuki japokuwa sio sana, ila Kairuki kuna kwenye entertainment wanaitwa Itaboras. Kuna watu wanabora pale sana Kairuki. Chuo gani kiko nyuma sasa? Chuo bado wewe baba inabidi mjiboost wanangu, mko nyuma sana. Chuo bado yuko nyuma sasa, ni yani udizim bado yuko nyuma. Serious? Bwana udizim ndo kama inaonekana ukienda clubs mbalimbali unakutana na bowlers. Anafanya research. Ukienda club huwezi kukutana na bowler ambaye anatoka udizim. Tena sasa hivi ndo kwisha kabisa. Mwaka wetu sisi kuna watu walikuwa wanajitahidi pale sana. Wanafanya sana. Lakini sasa hivi bro hamna kabisa. Sababu ndo hiyo kwamba wanaotoka ni yani wanaokuja pale ni watu ambao wana mentality za kwamba kusoma.
Mimi at first nilikuwa najua Udizim watu wa mjini. Watu wengi wanajua hivyo lakini Udizim hapana. Udizim pia kuna kaushamba fulani yani. Yaani unajua yani Udizim yani watu wa Udizim watu hawajawajua vizuri. Sisi jina pale ndio ilikuwa inatubeba. Ila ukija kuingia ndani kuna vitu sisi hatuna. Okay. Da noma sana. Wezesha ziende kwa machalii wote wa CBE, TIA, IFM, Udizim pia japo unaambia kuna ushamba ambao mko nao ila all in all wote tunafanya kitu poa sana. Nani ambaye anakuinspire? Nani ambaye anakuvutia zaidi? Apart from yule jamaa ambaye alikuwa na page yake akaibadilishaga baadaye. Right now nani ambaye unamwangalia kwenye mishe zako? Kwenye mitandao mtu ambaye mimi ananivutiaga sana muda wote Miradi Ali. Ni mtu ambaye ananivutia sana muda wote kwa sababu mimi naamini kwamba yule jamaa ni mtu ambaye alifikiria nje ya box mapema sana. Yaani kuwa kwenye media alafu kaanzisha media yako na bado media yako ikawa kubwa zaidi ya media uliopo na bado inatoka kwenye media ile uliokuepo. Bro, ni akili moja kubwa sana. Ni akili moja kubwa sana. Ni sawa sasa hivi. Nikupe mfano yani vitu wengi ambavyo vinawashinda. Nikupe mfano ila naomba nisichukuliwe vibaya kwamba Diamond alimchukua nani? Harmonize. Mike hiyo. Okay. Nani Diamond alimchukua nani? Mavoko. No, tuachane Mavoko. Mbosso. Alimchukua Harmonize before, si ndio? Na Rayvanny. Lakini watu ambao walianzisha lebo zao, lakini baada ya kuanzisha lebo zao hawakuendelea kubaki na nani? Na Diamond. Kwa hiyo kitu kimoja ambacho kinahitaji moyo sana. Yaani kuanzisha kitu chako ndani ya kitu cha mtu na bado ukaendelea kubaki pale pale na lakini pia kitu chako kikawa kikubwa zaidi ya kile kitu cha siri zaidi tuseme, lakini naweza nikasema hivyo kikawa zaidi ya kile ambacho kilikutoa pale na bado ukaendelea kufanya kazi kama mfanyakazi wa kawaida. Bro, inahitaji moyo mmoja wa hatari sana lakini pia akili moja kubwa sana. Kwa hiyo jamaa mimi ananiinspire sana. Noma sana. Sasa imekuwa noma sana mwanangu kupiga story leo. Najua nyinyi ndio ambao mpo kwenye engo kubwa sana ya vioni huko. So pale ambapo unabidi uingie huko inabidi kidogo upige hodi. Unaelewa man. So shout mingi zende kwako. By the way pia nimeona pia umesema inaitwaje? Insomnia. Ni coordination events mbalimbali. Zile yacht party na vitu kama hizo. Bana niko Perfecto Juice hapa. Makumbusho as you can see tuko hapa napata juice kidogo. Mimi kidogo nimefunga ndio maana unaona sipati juice. Kwa hiyo usishangae. Don't be surprised. Lakini hapa unaweza kupata juice, ukapata ice cream pia, ukapata pizza, ukapata burger, ukapata bites zote ambazo unatamani kuzipata. Tena hususan kwenye kipindi kama hicho mfungo wa Ramadhani pia. Unapunguzo ukija hapa mwanangu mimi nimefunga bana napata vipi hizo wings, pata vipi hizo kuku hapa, unabonga nao vizuri alafu kuna namna inakuwa fresh. Pande za Instagram mitandao yote ya kijamii unatumia Perfecto Juice, Perfecto Pizza, make sure una follow. But also unaweza kucheki kupitia Instagram yangu pia natumia modo_255. But make sure pia una subscribe kupitia YouTube channel ya Modo TV Vlogs. Subscribe pale alafu tusomane vizuri. Nitakupa pia maelekezo namna gani ya kufika na kuenjoy vizuri. So kwa kuconclude mzee wangu. 2025 ndo hii hapa. Ndio. Good enough ishaanza robo ishaanza kukatika tayari. Inafika katikati na kuja inafika mwishoni. Maisha lazima yaendelee pia. Ukiangalia mwaka uliopita kwa upande wako na mwaka wa 2025 changes gani unaziona? Kwa mwaka uliopita na mwaka huu hapa changes zipo. Lakini changes ni katika upande wa development. Kwa sababu ukiangalia ufuatiliaji wa kazi zangu kwa mwaka uliopita na huu hapa wa sasa hivi naona kuna kupanda sio kushuka. Kwa hiyo what is needed ni kwamba kuendelea kuwa creative zaidi ili kuaminisha watu kwamba wewe ni bora na una umuhimu sana kwao ili wewe wenyewe sasa waendelee kukupa platform kwa sababu platform ipo kwa watu. Ukishapata platform kwa watu biashara imeisha. Kwa hiyo nafikiri 2025 ni kufanya kazi zaidi, kuleta idea mbalimbali mpya. Kwa sababu ideas ni nyingi na nyingi wameshazifanya. Kwa hiyo tunahitaji kuumiza vichwa sana, yani kuwaletea watu kitu cha tofauti ambacho kitaweza kuwavutia na kuendelea kuweka imani kwa. The Student ndio inakulipa sasa hivi, maisha yako yanaendelea na hizo events zimetokana na The Student page, ni kitu ambacho ulianza nayo back then. Kwa mtu kujiandaa na mtaa, mtu ambaye yuko third year sasa hivi,
anahisi kama amechelewa, labda hajafanya kitu chochote, amekazana na kusoma tu labda peke yake. Hebu mwambie chochote kwenye hizi dakika za mwisho. Yaani at least asijione kama amechelewa kuandaa mazingira ya mtaani. Kuna msemo unasema kwamba the last drop can determine the color change. Na the color change inaweza ikawa determined kama utakuwa na consistency lakini pia na persistence katika kitu unachokifanya. Maneno mawili mimi hayo naamini sana kwamba ukidare to your dream lakini pia ukawa na consistency via your dream na persistence pia ung'ang'anizi kwenye kile ambacho unakiamini. Naamini unatoboa. Kwamba sasa hivi mtu ambaye yuko third year hajachelewa bado kwa sababu still you have one semester ahead. Kwa hiyo kupitia likizo hii mtu anaweza akakaa chini akaangalia yeye anaweza akafanya nini na kikaweza kuleta revolution kwenye maisha yake, lakini pia ikaleta utofauti kwenye macho ya watu. Kwa hiyo nafikiri ni kitendo cha kuumiza vichwa. Umeona? Baya zaidi sisi sasa hivi hatumizi sana vichwa yani. Mimi mwenyewe siumizi sana vichwa. Siumizi sana kichwa kwa sababu nafikiri yani unajua nini teknolojia imetufanya zaidi turahisishiwe. Na ukitumia vizuri teknolojia kuna vitu utapata tu vingi. Umeona? Kwa nafikiri yani hajachelewa. Yani ni kuangalia tu, kucheza na akili. Naingia hivi, naweza nikaingia hivi, naweza nikaingia hivi. Kwa hiyo mimi naamini unatoboa. Baba, shukrani sana mwanangu, umetisha kinoma noma. Asante sana. Najua nimekukurupusha, ulikuwa location. Una shoot off campus lakini thank God tumemaliza. Story of course. Lakini pia nashukuru nimefika kwa sababu ningekuleta down ingekuwa sasa kama mimi nakufanyiwa sasa. Kweli. Unampigia simu Manzi apokei simu. Au unampigia ndugu yangu hapa nampigia simu apokei. Akasema nini tena mbona apokei simu? Kweli. Ila thank God amefika na I'm very sure kuna kitu umekipata na umekuwa inspired in anyhow. Sasa wewe kijana ambaye unajiandaa na mtaa pia uandae vipi mazingira yako ukiwa uko chuo, lakini kama ndo kwanza una join na chuo pia labda first year unatarajia kuingia, ujiandae vipi pia na maisha ya chuo, kwenye mahusiano, kwenye lifestyle, kwenye kila kitu, kwenye biashara na kwenye kukuza jina lako. Pande za Instagram myself natumia Modo_255. Usiache kusubscribe kwenye YouTube channel ya Modo TV Blogs, but also kufollow kwenye pages za mitandao ya kijamii za Perfecto Juice, Perfecto Pizza na pande zote za social media. Sina fresh shout mingi zaende kwa Waynes. Charlie man behind the camera ndiye amesababisha time hii hapa tumekuwa pamoja na vitu vimeng'ea kama hivi. Sina fresh aina noma.